Sasa nilikuwa nafikiria kama huyu gavana hata kuja hapa Jaribuni, ili swala tutatatua na nani? Wale ambao wako kwa mitandao wanaona hiyo clip inaendelea. Mheshimiwa gavana nilimwambia sifike hapa Jaribuni. So tunataka tujue shida ambayo iko na tujaribu kuitatua na tuone kwamba tunapiga hatua mbele, kwa sababu tusije tukawa kila wakati tunaimba hii kitu, tujasimama hapa tunaimba hii kitu na hakuna kitu ambayo inaendelea. Suluhisho. Na pia nikikushukuru pia kuna hiyo katika hiyo mitandao, nasema tu mitandao ni kama nyambo. Wengine akanipostia hiyo clip akaniambia sasa huyo anayesema hivyo analipiwa mpaka wifi hapo kwake kila mwisho wa mwezi na gavana, mbona anasema hivi? So nikawa nashangaa kama vitu kama hiyo vinaendelea, tafadhali tuone kwamba tunaweka hizi differences kando, na kama ni kunyenye kuje kwa meza tuongee. Hata hiyo cooperative ambayo ulikuwa unasema kulikuwa na shida, na lazima tuiseme hapa. Tusiposema hapa hakuna mahali ingine tuongea. Mheshimiwa alikuja hapa akasema tuunde cooperative. Baada kukaa na kuunda cooperative, baada chairman wa council alikuwa hapo, baada kukaa na kuunda cooperative ikabadilishwa jina ya chama fulani, ikabadilishwa tayari jina, ikaandikwa kwamba hii cooperative mheshimiwa chukua hiyo. Na hiyo ilikuwa ni ya wananchi, ile ambayo ilibadilishwa jina ilikuwa ni ya watu binafsi, na ndio sababu tukasema hiyo cooperative ilibadilishwa jina namna hiyo isifanye kazi. Tutakuwa tunahangaishana hivyo, hatupati suluhisho kwa sababu ya mambo kama hayo. Kitu tunataka kama ni kitu ya wananchi, iundwe hadharani mbele ya watu. Nikimaliza hata hivi ambavyo niko hapa, hakuna mkutano. Wenyewe huyo hakuna mkutano. Hata wale waliandikiwa message wakutane Jaribuni second, wenyewe hawakupata ujumbe huo kwa sababu wanajulikana. Inaonekana ni kama mbaya nikifika kwa mkutano kama hiyo na hadithi. Sikupata huo ujumbe, na ndio sababu tukahakikisha natokea asubuhi tukahakikisha kwamba gavana, gari ya gavana tunahakikisha tukio asubuhi haiendi huko, ije hapa straight. Kwa hiyo tukiendelea kuishi namna hiyo tunakuwa tunateta Jaribuni hii tunakuwa tunaenda hivyo, lakini kuna mtu mmoja ambaye atakuwa anaturejesha nyuma. Atakaje? Nitaje. Haya, ndio siongee, lakini mkiwa najua ukisema kwa nguvu ile sauti unasikia kwa nguvu. Kama ungekuwa hamjui hamngeniambia hivi. Kwa hivyo wacha niishie hapo. Ile kitu ni kwamba kitu maana ambayo nataka ni kwamba tukae kama viongozi tuone kwamba kitu gavana atakachosema tumekifuatilia vizuri na tuone kwamba tunafaulu. Hiyo cooperative iliyopewa mheshimiwa gavana, tunataka viongozi wale wa Jaribuni hii tuje tukae viongozi na council of elders na vijana fulani hapa, kwa sababu hata ukiangalia ile program ambayo imetumwa, ambayo imetumwa Jaribuni secondary, hakuna kiongozi wa vijana ameitwa huko, na kiongozi wa vijana hapa ni Amis Marabwe, hakuitwa. Na kijana ambaye huwa kila wakati kutokeza mkutano kama yeye huwa anaitwa kule. I don't know the relationship, lakini hatungependa na mimi. Tungependa hawa vijana, hawa wazee watambuliwe. Na wale youth leaders ambao tunawajua wao wanatambuliwa. Hatutaki wengine waingilie hapo kuanza kutoka kwa hawa viongozi. Sababu hata viongozi hawa walikuwa wanasema wanamweka aside yule youth leader. Wameenda to an extent one day wakitaka kuunda council of elders yao. Sababu hii council of elders hii haipati vile tunavyotaka. The council of elders is there to stay. Tunaiunga mkono. Na kama kutatokezea mambo ya uchaguzi, tutafanya huo uchaguzi, lakini tunauombea mheshimiwa. Hiyo ndio ningependa kukwambia. Mheshimiwa Emmanuel, nashukuru. Niseme hivi. Najua pale nilikuwa nasema watu wanyoshe mkono, wengine walikuwa wanatashishi ya kwamba kuna watu wa Jaribuni wanaomba kazi. Nataka kuambia nimepigia simu chama ya bodi ya wafanyakazi, na hapa Jaribuni kuna vijana 11 waliomba kazi ya ushuru. Sitaki kuahidi wote 11,
kwa sababu nafasi ni 80 za kaunti nzima, lakini nitafanya bidii. Nimewasikia malalamishi yenu, na kama kikosa la nusu wanapata karakana.